Bwana, mambo vipi? Ni wakati mwingine tena Spare Master tuko mbele yenu kama kawaida yetu kuwapa taarifa na maarifa. Ni kitu ambacho tunakifurahia, ndugu zetu wawekezaji, ndugu zetu mwenye matamanio kuanza biashara spare za pikipiki, ni kuwapa kila siku taarifa na maarifa, kuwapa masomo ambayo yataweza kutoa stage fulani kwenda stage fulani. Na kwa ufupi leo tumekuja pia na somo zuri. Somo la kwanza tuliwapa tangulizi. Somo la pili tukawapa ni aina gani la duka ambalo unataka kulifungua kulingana na mtaji. Somo la tatu tukaja tukawaelezea mambo ya kufanyia tafiti kabla kufungua biashara spare za pikipiki. Sasa umeshafanya hiyo tafiti, unahitaji kupata mzigo. Somo lilofuata ni nini? Somo la leo ni sifa za supplier na umuhimu wake na hasara zake. Unaona Kwa hiyo leo tutaenda kusoma hili somo. Hili somo kuwa makini sana kwa sababu hapa ndipo ambapo wewe ni sasa ni mwanaume anaenda kuoa. Akikosea tu kuoa hapa ni changamoto. Kwa hiyo the same to you, unapotaka kuanza biashara spare za pikipiki alafu ukosee kumchagua supplier, kitakachotokea kwako, karibu tusome somo tutaona. Bwana, kwenye biashara spare za pikipiki kama supplier hana uzoefu au ana tamaa na mtaji wako, unaweza kuanguka bila kujua. Tuingie tuone sifa za supplier. Supplier na sifa gani? Supplier na vigezo gani ili wewe umchague? Sifa ya kwanza, ana uzoefu wa soko. Anajua bidhaa gani zinazotoka haraka. Supplier anajua makundi ya spare za pikipiki, na makundi matatu. Anajua kundi la spare lenyewe, anajua kundi la lubricant and oil, anajua kundi la urembo. Unaona? Na anapofunga stock anajua makundi yote kuyagusa vizuri. Kulingana na wastani. Hili ni kundi la spare ambao ndio kitovu muhimu. Hapa nitaweka mzigo mkubwa. Hili ni kundi la lubricant and oil. Hapa nitaweka mzigo wa wastani. Unaona? Hili ni kundi la urembo. Nitaweka mzigo wa wastani ambao utakuwa unatoka mara kwa mara. Lakini katika kundi la spare amegusa mifumo yote, kwa sababu pikipiki bila mfumo wa engine, mfumo wa brake, mfumo wa wheel suspension, mfumo wa umeme, mfumo wa engine haiwezi kutembea. Je, supplier huyu amegusa mifumo yote? Kwa hiyo unapaswa kuchagua supplier mwenye uzoefu wa soko, anejua bidhaa gani zinazotoka haraka, anejua fast moving. Unaona? Kwa hiyo sisi kama Spare Master ni mshirika bora ambao tumewasaidia wafanyabiashara wengi kuanza hii biashara na kuweza kufanikiwa. Unaona? Tunaangalia ni bidhaa gani ambazo ni muhimu, ukianza nazo wewe kulingana na mtaji wako unaweza kufanikiwa. Unaweza ukafanya rotations, unaweza ukatengeneza jina, lakini pia unaweza ukatengeneza wateja wa mara kwa mara. Usifungue tu biashara katika hali ya mazoea. Tafuta supplier mzuri aweze kukupa taarifa na maarifa ili uweze jua nini ambacho unaenda kufanya. Sifa ya pili, anajua brand tofauti tofauti na ubora wake. Anajua medium, anajua original, anajua fake. Unaona? Anajua original spare zinatoka kwenye kampuni. Nilisema katika kundi lile, mfano pikipiki kama Kinlion wakileta bidhaa zao, wameleta pikipiki yao lakini pia wametoa bidhaa zao. Ile ni spare original. Unaona? Lakini katika soko la kawaida bidhaa nyingi ni ubora wa kati. Ni ubora wa kati kwa sababu gani? Ubora wa kati ndio wanaomudu maafisa usafirishaji. Unaona? Hizi pikipiki ni nyingi. Pikipiki nyingi zinaendeshwa na bodaboda. Kwa hiyo wengi wanamudu ubora wa kati, na ndio ubora ambao unauzwa katika soko lote la biashara spare za pikipiki. Isipokuwa makampuni ambayo yana pikipiki zao na ametoa bidhaa hizo tunaziita ni spare original. Unaona? Ubora wa kati ni spare kama Kinlion, let's say imeharibika. Kinlion tunatoa tuifungie brake shoe. Inaingia kwa sababu ni spare ambayo iko katika ubora wa kati. Haijatoka kwenye kampuni lakini inakaa vizuri. Tunasema ni ubora wa kati. Na ziko katika matumizi mazuri. Simaanishi ni fake, simaanishi kwamba ni original kwenye kampuni halisi ya pikipiki, hapana. Kwa hiyo hapo mje kutofautisha hilo. Kwenye swala la fake, let's say mfano kitu kama oil fake. Kuna oil ambazo zinaharibu engine za watu, kuna oil ambazo sio nzuri. Kwa hiyo hili nalo ni changamoto. Supplier ambaye hana uzoefu na soko, wewe unaenda kuanzisha biashara spare za pikipiki, vitu kama hivi ukiweza kuvipata ni changamoto kwako, ni athari kwako. Lakini pia wewe unaenda kufungua biashara spare za pikipiki katika eneo lako. Umepata umepata press list kutoka kwa masupplier labda 3 au 4. Unaona? Moja list ulizozipata umekuja kuona bei ya plug labda ni 800 au 700. Kwa supplier mwingine umeona 1300. Ukashindwa kuhoji kwa nini 1300 kwa nini 800. Unaona? Au supplier mwenye uzoefu aenda kufungua biashara hajakwambia kwa nini hii ni 800, hii ni 1300. Let's say ulimwambia bwana lakini hii
kuna mtu aliniandikia 1300 ukamwambia tu yule supplier ambaye let's say anatanguza maslahi yake binafsi, akamwambia bwana hao wanauza bei sana hao lakini supplier mwenye uzoefu au supplier mwenye uwezo wa kulijua soko, sifa za supplier anapaswa kukuambia kwa nini spare hii au kwa nini plug hii ni 800, kwa nini plug hii ni 1300, unaona? Kwa nini plug hii ni 700 au kwa nini plug hii ni 1000, unaona? Ili wewe unapoenda kufungua biashara spare zipige, wewe unajua unaenda kufanya nini. Kwa sababu let's say spare master, unapokuja dukani kwetu na kufanya kazi na sisi, tutakuwekea let's say brand tatu. Tutakuwekea ya 800, tutakuwekea let's say mfano ya 1000, 1300. Tutakuelekeza kabisa. Wewe unapoenda kufungua biashara spare zipige, anza na plug hii ya 1000 na 1300. Unaona? Mzunguko unapoenda kuanza, unaweza kaika na hii ya 800, sio shida. Kwa sababu gani? Wewe unapoenda kuanza biashara spare vipi, lazima unaenda kutengeneza jina. Unaenda kutafuta soko la wateja wa mara kwa mara. Kwa hiyo unapoanza na vitu ambavyo ni duni, ambavyo vinaweza vikawa havidumu kwenye mahitaji ya watu na vinafanya kazi ya haraka, ni vitu ambavyo vinahitaji uimara, inaweza ikawa changamoto kwako. Unaona? Kwa hiyo unapaswa kuchukua vitu vizuri. Unaona? Muambie supplier wako anapokupa bei na umeona tofauti, akuwekee vitu tofauti ili uweze kuchagua na aweze kukupa sababu. Unaona? Sifa ya pili, awe na uwezo wa kumix bidhaa kulingana na mahitaji ya eneo lako. Unaona? Umejua kabisa eneo langu mimi kuna watu wa budget, kuna watu wa budget ndogo, kuna watu wa budget kubwa, kuna watu wanaopenda medium quality, kuna watu ambao ni wamiliki wa pikipiki binafsi wanaopenda vifaa vao viwe ni vinatoka kwenye kampuni. Kwa hiyo supplier kama huyo awe anajua eneo lako watu wanahitaji nini, aweze kuweka mahitaji kulingana na wanayokizi kipato chao. Unaona? Hiyo ni moja sifa supplier. Na sisi kama spare master tunazingatia hilo. Unaona? Lazima tujue kama umetoka let's say Arusha watumiaji wengi ni wa Sinorai. Kuna pikipiki Sinorai 125, pikipiki 150. Hii 125 inashare katika pikipiki za Kichina zote. Lakini hii 180 ambayo ndio imekuja ya Teminchena push road haishare baadhi ya spare. Kwa spare nyingi inajitegemea. Wewe unapokuja kuanza biashara na sisi lazima tukuangalie kwa jicho la pili. Hii bidhaa inahitajika kwako. Hii kampuni ya Sinorai inahitajika kwako, let's say mfano. Kwa hiyo utaanza nayo katika soko ambalo tutakuwekea, tutakuchanganyia ili uende kukizi mahitaji ya wateja wako. Tunakumixia. Sio lazima mimi nikupe kile kitu ambacho kinatoka kwangu, lakini lazima niangalie wewe unahitaji nini au eneo lako linahitaji nini. Sifa nyingine ya supplier ni bei rafiki, akukupe bei rafiki ili nao upate faida. Akupe bei jumla. Kama supplier wako anachukulia mzigo China, aje akupe bei nzuri ili nao uende ukauze. Unaona? Asikupe bei za juu ukaenda ukauza na wewe juu, kulazimisha kupata faida, ukakimbiwa na wateja, ukakimbiwa na mafundi ambao wamezoea kununua bidhaa kwako. Ukakimbiwa na mafundi ambao wamekaa hata nje kwako wakiamini kwamba bei zako ni za juu. Unaona? Wateja wao wanalalamikia hizo bei kwa sababu fundi anahitaji kumlinda mteja wake. Unaona? Na wewe pia wateja unawapa bei za juu ikiwa ni mafundi au wanao bodaboda wanaopita kila siku. Changamoto inakuwa ni supplier amekuzia bei za juu. Kwa hiyo sifa nyingine bei zake ziwe rafiki ili upate faida. Sifa nyingine ya supplier ni mwaminifu, hakupi bidhaa mbovu wala kukupiga katika bei kupita kiasi. Akupe bei za wastani, akupe bidhaa nzuri kulingana na makubaliano ambayo mmeyafanya nyinyi katika stock yako ambayo alikuwa anakufungia na mlivyoshauriana, akufungie stock sahihi kulingana na makubaliano ambayo mlikubaliana. Bwana, mzigo wangu mimi umeufunga leo, utafika siku fulani, umefika. Unaona, let's say hiyo changamoto transport hapo katikati, lakini supplier wako amefunga kwa wakati, amepeleka cargo. Unaona, umechelewa kufika, inaweza kuwa changamoto transport au changamoto ya barabarani, lakini je, ile idadi ambayo mlikubaliana ni sawa au ile ubora ambao mlikubaliana ni sawa? Kwa hiyo supplier anapaswa kuwa mwaminifu, hata ukiwa mbali mnaweza kufanya naye kazi kwa usahihi na kwa uaminifu bila shida. Ndio maana sisi Spare Master tunafanya kazi na watu ambao wako nchi za nje. Tunafanya kazi na watu ambao wako Nairobi, wako na Nyuki Town, unaona, wako Kikuyu, tunafanya nao kazi. Watu ambao wako Zambia na Nkonde, Kongo, Kinshasa, Lumumbashi, mbali Mbeya, Tunduma, mipakani huko, huku wapi, Kagera, Biaramulo. Tanzania nzima tunafanya kazi na watu ambao wanatuamini na sisi tunawaamini. Unaona, tunafanya nao kazi katika usalama na uhakika zaidi. Supplier anapaswa kukutumia mzigo au kufanya kazi na wewe hata ukiwa hujafika dukani kwake kwa uaminifu na katika kiwango kile kile kama alichoahidi. Sifa nyingine, awe na consistency ya stock, hakosekani mara kwa mara. Supplier ambao ukimhitaji, bwana, nahitaji labda plug box 10 hivi na hivi,
kwa wakati anakuambia okay, oda yako nimeshakuandalia na kutumia, unaona. Lakini let's say supplier umeandika oda, umemtumia ila leo, lakini anachelewesha kutumia mzigo, hapatikani mara kwa mara, unaona, au anakutumia bidhaa nusu nusu, wewe inakuwa ina athari na wewe katika uzaji, kwa sababu mahitaji ya wateja wako yalikuwa ni katika kiwango fulani, kiwango ambacho inakuja sicho hakikizi, ni changamoto, unaona. Tuje tuangalie umuhimu wa supplier kwenye biashara. Umuhimu wa kwanza, supplier ndiye chanzo cha bidhaa zako. Bidhaa zako akisema hiki feki, ni feki, unaona. Akisema yake bidhaa ambazo hazina ubora au hazikizi mahitaji kulingana na eneo ambalo unaofungua wewe, itakuwa ni changamoto kwako, hutauza, stock italala. Anaamua ubora wa bidhaa unazouza, kwa sababu yeye ndo anachagua, bwana wewe unafungua biashara spare pikipiki au mimi ndo nakuuzia, nikuuzie ubora upi, unaona. Kwa hiyo umuhimu wa supplier moja hapo ni huu, anaamua ubora wa bidhaa unazouza, lakini ana influence ya faida kupitia bei. Akisema kuuzie bei ya juu na utauza bei ya juu, mwisho siku soko litakwama. Akisema kuuzie bei nzuri, utauza bei nzuri na utapata faida, utapata wateja wengi. Lakini umuhimu mwingine, anakusaidia kuwabakiza wateja kwa bidhaa nzuri, kukupa brand nzuri, kukupa quality nzuri, kukupa kile nini ambacho wateja wako wanahitaji. Lakini umuhimu mwingine, anaweza kukupa ushauri wa soko na bidhaa zinazotoka. Kama tulivyo Spare Master, tabia yetu hata kwa wale wateja ambao wanakuja kwetu, ambao walishaanza kufanya biashara spare za pikipiki, lakini wanakuja sasa na kusema bwana mimi na Spare Master, weka Spare Master, tunaomba tufanye kazi, lakini mimi nishaanza biashara na supplier mwingine. Tunasema hamna shida, unaona? Tunasema hamna shida, tunafanya kazi. Tunachokifanya, tunakupa ushauri wa soko na bidhaa zinazotoka, unaona? Kwa hiyo hata kama ulishaanza biashara spare za pikipiki, hakuna shida. Na kama umeona kuna changamoto zozote, si kama Spare Master tunakaa na wewe chini, tunakushauri, tunakupa mwongozo, bidhaa gani badilisha, mfumo gani uweka ili uweze kuongeza mauzo. Unaona? Huo ndo umuhimu wa supplier kwenye biashara spare za pikipiki. Lakini tuangalie hasara za supplier, ikiwa supplier sio mzoefu wa soko au ni supplier mwenye kuzingatia maslahi yake binafsi. Anakupa bidhaa feki, mbovu, unapoteza wateja, bei kubwa, faida yako inapungua au hakuna faida kabisa. Hana uzoefu na soko, anakupa bidhaa zisizotembea, hadi stock, hajui makundi ya spare za pikipiki, hajui mifumo. Yeye kazi yake ni kuuza. Akiamua kukupe brake shoe 200 anakupa 200, akiamua kukupe indicator 2 anakupa indicator 2, akiamua kukupe marimu anakupa marimu katoni nyingi. Yaani hajui namna ya kupangilia mzigo, hajui namna ya mahitaji yanayohitajika eneo lako. Anakupa bidhaa ili mradi ameuza. Unaona? Anatamaa, anakuchukulia kama chanzo cha pesa. Hakuoni kama mtu ambaye ni mshirika ambaye tunaweza kufanya biashara muda mrefu. Wewe uendelee, yeye ajifunie na mteja wangu ambaye anaendelea, lakini yeye anakuona kama chanzo cha pesa. Akisikia simu yako, akikuona umekuja, anakufurahia, anakupa maneno matamu ambayo yatakuwa yakiwaponda wengine, lakini yakimsifia yeye. Huyo sio supplier mzuri. Kwa hiyo supplier mwenye tamaa anakuchukulia kama chanzo cha pesa, kuchukulia kama mshirika ambaye mnaweza mkafanya kazi. Anaweza kukukosesha bidhaa muhimu. Naona unakopoteza mauzo. Kwa hiyo hasara hizi ndio hasara za supplier mbovu. Tumeona sifa za supplier, tumeona umuhimu wake, lakini tumeona na hasara zake. Kwa hiyo chagua supplier vizuri, biashara yako itakuwa. Unaona? Supplier anaweza kukuinua au kukuangusha kibiashara. Wengi wanapoteza wateja kwa sababu ya bidhaa wanazopewa. Bei unayonunua inaamua faida utakayopata. Sio kila supplier ni wa kuamini. Kuna wanao kuangalia wewe kama faida yao tu. Uzoefu wa soko juu, uzoefu wa soko, brandi na kuzimix kulingana na mahitaji. Hivyo ni vitu vya muhimu ambavyo supplier atakiwa awe navyo. Hitimisho. Supplier sio mtu wa kawaida kwenye biashara yako. Fanya maamuzi sahihi katika kuchagua supplier. Supplier ni partner wa mafanikio au chanzo cha hasara. Chagua supplier kwa akili, sio haraka wala tamaa. Chagua supplier kwa akili, sio kwa haraka wala tamaa kwa bei rahisi. Ukasema supplier na bei rahisi au utaenda kuanguka ndugu yangu. Utaona yani unaanza biashara lakini katika mfumo mbovu ambao huwezi kukaa kwa muda mrefu kwenye biashara spare za pikipiki. Unapaswa kutafuta supplier mzoefu, supplier mwenye taarifa na maarifa, supplier ambaye ana utu na ana ubinadamu, ana hofu ya Mungu. Sisi kama Spare Master tuko hapa kuwakaribisha kufanya kazi na sisi.